kijiji cha imani, ukiingia kuna kutoka, mpaka utakosa amani. Mwanangu leo. Abe baba. Nimekuwa vizuri, mmefika mapema sana. Kwani baba kuna nini? Mwanaimani mkuu ametoka hapa sasa hivi tu, sio muda mrefu, na ametoa agizo la kwamba nahitajika sasa hivi Kilingeni. Pia amesema kwamba natakiwa kuwahi sana. Sawa baba, nimekuelewa. Afadhali ni bora tu tuwahi kwenye hicho kikao. Na mimi hapa nimechoka. Kila siku kweli wakula viazi kama nguruwe mimi. Wani kampile nguruwe geto nene yangu. Hizi ni sarau. Twendeni jamani tukale na nyama. Kwenye Kilinge haziwezi zikakosekana. Tupo wapika mbwa. Tupo wengi baba mkwe. Si nyama ziko za kutosha. Ni mwendo wa kuvuta tu. Jamani tuwahi kwenye Kilinge. Wapika mbwa. Unapoongea sasa ujinga na kutamba mtaani kwa watu. Hivi unajua unapoongea kwamba wapiga mbwa tupo. Upo na nani? Eti kenyewe kanajitoa. Hebu ngoja kwanza nisimame. Wewe unakijua hicho Kilinge ni Kilinge cha nini? Na mimi sijui. Kwani unajua ni Kilinge cha nini? Uliza kwanza kitu ukielewe ndio support mada. Sio tu unaongea tu bila kujua kwamba ni Kilinge cha nini. Ni Kilinge cha wachawi. Mungu Baba, asante kujibu maombi yangu. Mungu ubarikiwe, uhimidiwe. To hicho nakitaka hata mimi. Hicho. Kilinge cha wachawi haiwezekani ukose mambo ya kuvuta. Nasikia? Hicho nakitaka baba cha wachawi. Na tena uchawi na utamani mno. Hata wakupaa kila siku nawalilia mimi. Kapunda. Nilikuonya tangu tunakuja. Mambo ya kwenye hiki kijiji yaache kama yalivyo. Ya nini unakaa unayadakia mbele? Jamani. Mimi naomba nitangulie kwanza. Hichi kijiji cha imani, ukiingia kuna kutoka, mpaka utakosa amani. $15,000 ndo imenitabisha hivi. Mpaka sasa bado nahangaika. Pikipiki yenyewe bado na mkataba. Maisha magumu, sijui naelekea wapi. Njia sioni, kila ninapotaka kutoka humu sioni njia. Acha nipambane. Nitatoka tu. Kikubwa imani. Pumzika kwanza.
huwezi kwenda ukiwa hivyo. Ni lazima uvae mavazi ya kijiji hiki. Yaani namaanisha ujifunge vitenge. Kama shida ni kwenda umevaa kitenge au na kitenge, fanya hapo unipatie. Kumbe kuna nichelewesha tu. Wewe nipatie, ni wai zangu kula nisije nikachelewa nyama. Hapa mimi nimechoka kula misabagulo sijui nini. Nijuza kweli mnanichanganyia. Mimi kweli kijana handsome. Mnaniuzi. Kapunda. Mimi nipatie nguo. Kapunda. Mbona unapenda kurahisisha mambo wewe? Zile ni nyama. Sasa, ngoja haugeuze kuwa nyama wewe. Unapenda kupakia mambo ambayo sio kwa yako wewe. Na maana ngubaka hiyo kama gihuru mchalo banika uchene. Tamaa zako zitakuponza. Mke wangu. Mume wangu. Mimi nitaenda hivi hivi. Sawa shemu, ngoja nikakuletea vitenge. Wai, unanichelewesha. Ni mtu wa nyumbani, sasa ndio mpika mbwa. Mpisha hapo. Mpisha wapi? Wewe vitenge vinakufaa uwe kama mwanamke. Ila unavunga tu. Ichindo kiji Nadhani kila mmoja anajiuliza kwamba kwa nini leo kumekuwa na kikao cha ghafla mchana huu. Siku ya leo tutakuwa na wageni ambao wamekuja katika kijiji hiki cha Imani. Hivyo siku ya leo inatakiwa wale kiapo cha kuwa wana imani, ikiwemo na huyu aliyekaa mbele yetu. Ichindo kijiji cha Imani, ukiingia kuna kutoka mpaka Nadhani imekuwa vizuri sana, kwa sababu hata wageni tulikuwa wanatarajia kuwapokea tayari wameshafika. Nadhani zoezi linalofuata kuanzia sasa hivi ni wao kula kiapo. Kuanzia sasa mtahudhuria kwenye mti huu wa imani kama wana imani wengine. Wewe si boda wewe. Kumbe na wewe ni mchawi baba.
Na nilikuwa nataka nijiunge niwe mchawi ili siku naenda mjini nikikutana na wewe nikuroge. Unaona sasa kaka, ulimpatia 1000 ngapi? 15,000. Una 2000 hapo nipatie. Chapu chapu haraka haraka. Kana sioni hata mchawi mwenye mimba. Kaa kimya. Sasa ni wakati wa wageni hawa kula kiapo. Sasa zoezi la kwanza mtakaloanza nalo, mtaanza na zoezi la kula nyama. Ndio lilikuwa ombi langu. Kama najiona. Chukua nyama. Chukua na wewe. Kapunda. Hivi unajua kwamba hiyo nyama unakula ni nyama ya nini? Na wewe bodaboda wa mchongo. Nashangaa umeondoka siku zote, leo nakuja kukukuta hapa. Halafu na wewe usinifikirie kama unavyowafikiria hawa, na wala kwamba usihisi kwamba akili zangu ziko kwamba hawa watu wako ambao umewazindikia kwenye akili zao vitu vya kijinga, imani ya potofu kabisa. Kaa kimya. Wewe umekula nyama? Ni tamu eh? Sana sana, ila huyu kipindi anazaliwa nilipita upepo sana, kwa hiyo akili zika. Haya, naomba unisikilize. Unajua hiyo ni nyama ya nini? Itakuwa kama sio ya ng'ombe, ni ya mbuzi. Sawa. Hiyo nyama uliyokula ni nyama ya mama mjamzito. Namaanisha kwamba ni nyama ya mama wa mtu, ndio maana ina mafuta sana. Hichi ndo kijiji cha imani.